watu wanakwama kimaisha, na mara nyingine mikwamo mingi ya kimaisha na kustaki kimaisha mara nyingi ni kusahau ulikotoka. Kama kuna jambo la kukumbuka maishani, hakikisha kila mara kumbuka ulikotoka. Na Mungu ni Mungu anayeruhusu wakati mwingine mapito kwenye maisha yetu, si kwa sababu anachelewa kutubariki, ni kwa sababu anatengeneza ushuhuda. Na watu walio wengi hawapendi kukumbuka mahali walikotoka. Nataka nikuambie jambo moja asubuhi ya leo: kumbuka ulikotoka, na usione haya mahali ambako ulitoka, kwa sababu hiyo tunaiita kila mara your past weaknesses. Hizo ni weaknesses zilizopita, lakini zimebeba hatima kwenye maisha ya kwako. Siku zile Yakobo alipokaa pale Betheli, siku zile alipoona mashaka, siku zile alipolalia jiwe, na usiku ule akaona malaika wanakwea na kushuka. Hakuwa na fedha wala dhahabu, hakuwa na wanyama wala makundi ya mifugo wala watumwa wala watu wanaofanya kazi kwake, lakini alikuwa na fimbo yake tu peke yake. Na ndipo alipofika tena kwenye ule mto, akamwambia Mungu, ni wewe ulinivusha katika mto huu nikiwa na fimbo yangu tu peke yake, lakini leo umenirudisha matuo mawili. Ninakumbuka my past weaknesses, udhaifu wangu wa zamani. Nilipita hapa nikiwa sina kitu, empty. Nilikuwa na fimbo tu mkononi mwangu, lakini sasa nimekuwa matuo mawili. Ukikumbuka mahali ulikotoka, hautaacha kumshukuru Mungu kwa dhabihu, kwa sadaka, kwa sifa. Hautaacha kunyenyekea, lakini hautaacha pia kutengeneza self discipline, nidhamu binafsi, kama ni mtu mwenye kumbukumbu ya mahali ulikotoka. Wapendwa, Yakobo alikumbuka mahali alipotoka